Karibu kwenye channel yetu pendwa, channel ya Afrika Wana Mapinduzi TV. Njoo tuchangie mada, njoo tuchangie maoni, njoo tuchangie kuchambua, njoo tuchangie mambo mengi ambayo yanayofanyika hapa kwenye ardhi yetu ya bara la Afrika. Haswa leo tuko Tanzania. Tanzania ni nyumbani. Tanzania mnajua, kila mtu anafahamu uwepo wa Tanzania, kazi Tanzania iliyofanya, kazi Tanzania ambayo imesaidia nchi tofauti tofauti kupata uhuru, sijui nini, mambo mengi tu. Sasa leo tuko na disaster. Disaster sijui watu huwa wanafikiria nini. Nikisema watu huwa wanafikiria nini, haswa wanasiasa, sijui akili zao huwa wameziweka wapi, sijui mambo wanayofikiria ni mambo gani kwenye nchi yetu. Hivi nataka niulize mtu yoyote ambaye mwenye akili timamu kufuatia na mambo yaliyotendeka Oktoba 29. Kuna mtu ambaye leo anaweza kuhamasisha watu eti waandamane kweli? Na kitu kilichotokea kila mtu anakijua na anakifahamu. Sasa leo tunataka tutoe onyo kwa vijana na watu ambaye wanaisapoti haya mambo ya vyama vya kisiasa. Tunataka tutoe onyo na tahadhari kwenye haya maandamano anayochakatiwa, anayofanyiwa mpango eti ya Sabasaba. Jameni, fungueni macho. Hebu ngoja tusikilize hapa. Tumepata namba kubwa ya tarehe 7. Sasa hivi hiyo tuifanye sasa hivi. Sio tunasubiri 7, tunafanya sasa hivi. Shule ndo wazazi wote watanyanyuka kuja hapa. Tusomeni shule za primary, sekondari, kuna vyuo vya private, kuna vyuo vya serikali. Tupige nari, yani nchi yote izizime kwamba hakuna kwenda shuleni, hakuna kwenda darasani. Kwa hiyo shule tukichoma sasa hivi tumepata namba kubwa ya tarehe 7. Sasa hivi hiyo tuifanye sasa hivi. Sio tunasubiri. Naam, nadhani jameni, nadhani kila mtu kasikia kinachoendelea ni kitu gani. Hawa ni wafuasi wa chama cha siasa cha Chadema, na mwenye akili timamu Tanzania au barani Afrika anayesikia Kiswahili hapa lazima ataelewa kinachoendelea ni kitu gani na faida gani ya watu walietuletea vyama vya siasa kwenye nchi zetu. Sikilizeni. Jamani, subscribe hii channel yetu, hii channel yenu, channel ya Wana Mapinduzi wa Afrika. Hapa tunakusanya wazalendo kutoka nchi mbalimbali. Tunakusanya wazalendo kutoka nchi mbalimbali, sio wa Tanzania peke yake, ni wa Tanzania, watu ambaye wako kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, watu ambaye wako kwenye ukanda wa South Africa, Afrika ya Kusini, watu ambao wako kwenye ukanda wa Afrika ya Kati, watu ambao wako kwenye ukanda ya Afrika za huko Sahel region na West Africa kwa ujumla. Sikilizeni hapa. Tanzania ndo nchi moja ambaye ilisaidia nchi nyingi kupata uhuru. Na msidhani kwamba wazungu hawajafaulu kuitumia Tanzania na yenyewe iwe na vuguvugu. Sema tu walichemka kidogo kwa kutofaulu kuchonganisha watu ndani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu Mwalimu Julius Nyerere hata japokuwa alifanya mambo mengine ambaye alikuwa sio, lakini kwenye hili la kuunganisha watu wa Tanzania wote wakawa na umoja, hili kajitahidi. Lakini sema mambo mengine ukichambua kupitia kurasa zingine au kupitia njia zingine, utagundua kwamba kuna somehow Mwalimu Julius Nyerere alikuwa na mahusiano ndani au nje ya nchi ya Tanzania na hawa watu ama bepari, hawa watu wa kutoka
Ulaya, Israeli na Amerika. Lakini tuachane na hayo. Kila mtu anajua historia ya Tanzania, kila mtu anajua historia ya Afrika. Tanzania kuliwahi kutokea maafa, mauaji kule Kagera, kipindi walisema kwamba kulikuwa vita vya Kagera mwaka 1978 waliposema kwamba Nduli Idi Amin kaivamia Tanzania kaua watu. Jameni, hapa nataka niwe wazi, nataka tuwe wazi. Wanaafrika wa mapinduzi tumeshachambua, tumeshachimbua hizi historia na hii mipango ilikotokea kote tumeshakufahamu. Zile vita zilikuwa sio vita ya nchi ya Uganda kuivamia Tanzania. Ile ilikuwa vita ambayo ilipangwa na Waisraeli, ikapangwa na Uingereza, ikapangwa na Umoja wa Ulaya, ikapangwa na Amerika kwa sababu ya kumng'oa Idi Amin na rafiki yake Mohamed Siad Barre wa Somalia, kwa sababu walikuwa na msimamo kweli kweli wa kutotetereka, walikuwa wanataka kuikomboa Tanzania. Sasa basi, wale magaidi walioingizwa kule Kagera kuja kuua watu, wakaua watu zaidi ya 1000, walikuwa wametreniwa na hizi nchi nilizotaja hapa. Walipotreniwa pale, wakaja wakaingia, wakaua watu, wakaua kabisa, wakaharibu, wakaondoka, kwa sababu njia walikuwa wameshaitengeneza. Wengi mnajua tu vile wanavyotengeneza skendo. Baadaye wakaja wakaifuata ile skendo ambayo ilitokea, wakaibandikiza kwa mtu mwingine ambaye sio hata mhusika, lakini ili watimize malengo yao. Sasa hayo waliyatengeneza kwa sababu walikuwa wanataka mng'oe Idi Amin, waweke kibaraka wao ambaye ni Museveni. Kila mtu mnaona kazi zake anazozifanya, mnaona kwamba nchi nyingi za Afrika ya Mashariki ameshazisalenda, ameshawapa rasilimali, wao ndio wanachukua. Kila mtu anafahamu Kongo rasilimali zinachukuliwa, zinaondoka, zinaenda. Rwanda ndio hivyo tena, rasilimali za Uganda ndio usiulize. Sasa hivi rasilimali za Kenya ndio hivyo tena. Huyu mpango waliupanga ili wapitie kwenye hawa viongozi vibaraka ili waweze kumiliki rasilimali zetu. Sasa basi, leo waliotengeneza yale mauaji ya watu zaidi 1000 kule Kagera ndo wanakuja kupitia njia ile ile, kwa kuwa wameona kwamba wakitengeneza kundi la vigaidi la magaidi kuja kuua watu au kuja kutafuta namna ya kupindua serikali, itakuwa njia ndefu, hawatafaulu, itachukua miaka na miaka. Ndo wanataka kutumia hivi vyama vya siasa. Sasa hapa tunaionya serikali ya Tanzania, kuweni makini sana. Kuweni makini, chunga amani ya nchi. Chunga amani ya nchi ya Tanzania, japokuwa siku zinakaribia, bado siku ngapi? Siku 4. Sasa tusipoamka sasa hivi, mambo yatakuja kuharibika. Tanzania itakuja kuwa kama Rwanda. Sasa hapa mlengwa sio Mama Samia. Mama Samia, sisi wana mapinduzi wazalendo ambaye tunafanya utafiti, tumeshajua kinachoendelea ni kitu gani. Tanzania inatafutwa kuwekwa kwenye jumuiya ya hizi nchi zinazochukuliwa rasilimali. Ndio maana wanahamasisha watu waandamane, wafanye iwezekanavyo, mama wampindue, waweke mtu ambaye atakayeweza kukubaliana na matakwa yao. Sasa basi, fungueni macho wa Tanzania, msije mkakubali haya maandamano afanyike kwenye nchi yetu pendwa ya Tanzania. Tukiwapa nafasi, basi nchi inaenda kudidimia, itakuwa kama Kongo. Wataweka kibaraka wao ambaye atakubaliana na matakwa yao, na alafu
Alafu ikiwezekana kwamba wataweza kuchukua nafasi ya kumuua Mama Samia, basi mjue kwamba Tanzania hakutokalika hata siku moja. Vijana wengi mnaona kila mtu sasa hivi ni hustle. Kila mtu anajua kujiajiri, kila mtu anajiajiri. Tanzania hakuna mtu ambaye anaidai kwamba mimi siwezi nikapata kula. Wengi wao sasa hivi mashallah ni mabilionea. Unaona? Japokuwa wapo ambaye hawana experience, hawana skills, lakini endapo tukipata amani, tukipata freedom ya kutembea kwenye mikoa tofauti, kutafuta ujuzi, kutafuta experience, tutakuja kufaulu. Sasa basi, ujumbe wangu ni kwamba hawa watu tusije tukawapa nafasi hata kidogo. Fungueni macho. Alafu tunaionya serikali iangalie sana kwa umbali hiki chama cha Chadema, na hiki chama cha Chadema ndio kinaleta mizoho hapa. Tuangalie sana, na serikali iliangalie sana, ichimbe kuhusu hiki chama cha Chadema. Hapa kuna wahaini wengi kwenye hiki chama. Halafu nataka niwaonye wa Tanzania, tafadhali kuweni wazalendo. Tanzania ndio nchi yetu. Tanzania ndo mama ndio baba, kila mtu anajua hilo. Sasa tukija tukaiharibu Tanzania, itakula kwetu. Sasa naomba subscribe, share na mcomment, ili tukipitisha update au breaking news uwe mtu wa kwanza wa kupokea notifications. Thank you so much. You are really appreciated.